Kuna aina 3 za wanawake. Aina ya kwanza, ardhi. Ardhi ni mwanamke, unajua. Si inazalisha, weka mbegu uone. Pia pio. Desa ile nimepata kwa mama mchungaji leo. Aina ya pili ya mwanamke ni kanisa. Kanisa ni bibi harusi wa Yesu, si ndio? Aina ya 3 ya mwanamke ni wewe. Wewe si ni mwanamke? Mwanamke anazalisha. Ukiweka kwenye ardhi vitu vinaondoka, vinaenda. Sasa imagine Mungu akaamua kukuheshimu, akushirikishe uumbaji. Mungu aliumbaga mtu mara hii. Wanatoaga watoto wengine ni Mungu tena anatoa watoto. Mwanamke ndio anabeba mtoto. Sasa kwa nini hajachagua mwanaume? Na mwanaume ndio tengenezwa kwanza. But why the woman? Alitengenezwa kwa mfupa. Mungu alijua zile kashesi za kwenda leba, za kubeba kitu miezi 9. Ulale umelala hivi. Sijui umelala hivi. Sijui umelala hivi. Alijua kwamba mwanaume alikuwa amemtengeneza bwana ile version ya kwanza, akasema anahitaji msaidizi. Si tusingeweza na hatuwezi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa nini mwanamke uomboleze? Pointi 2 nimekupa na maleza. Umetengenezwa kwa mfupa. Sema amina, amina, amina. Hata vipite vitu gani, mfupa uaga uozi. Unaweza kuzikwa kaburini, nyama zote zikesha, lakini mifupa, mabackbone haya yanakaga mpaka Yesu aje arudi, aje afufue. Kwa sababu Adamu alitoa mfupa ukatengenezwa yeye. Lakini cha pili, Mungu amekuheshimisha wewe ni muumbaji wa binadamu. Cha kuongeza cha 3, dhambi iliingia duniani kupitia mwanamke, na mkombozi wa kutuokoa na dhambi akawa nani? Mwanamke. Haleluya. Wewe ni dhaifu. Sasa huyu mwanamke ambaye ameitwa kwa ajili ya kuomboleza, asipoomba, asipokuwa muombaji, haya ndio yafuatayo, ni madhara yake. Dhara la kwanza, udhaifu wa kiroho, kuanguka majaribuni kirahisi. Ukiwa uombi tu, yani ukiwa uombi unajua kiroho utakuwa dhaifu, na jaribu lolote likijasha hupindui. Ukizimia wakati wa tabu yako, maana nguvu ni chache, na kama huwezi kuomba, huwezi kuwa na nguvu za rohoni na za mwilini, utakosa. Andika Mathayo 26:41.